kumkomeza shetani. Tunapambana na nguvu za giza, tunaharibu ngome za shetani. Haya na tuzivae silaha zote za Mungu, tuweze kuzipinga hila za shetani. Tuzitwae silaha zote za Mungu, tupate kushindana, na tukisha kuyatimiza yote kusimama. Tujifunge kweli kiunoni na kuvalia kifuani, zaidi ya yote tuitwae ngao ya imani. Kwa imani sisi ni washindi, tunashinda na zaidi ya katika yeye Bwana. Hatuna hofu wala mashaka, sisi ni washindi, tunashinda na zaidi ya kupitia Yesu katika yeye Bwana. Shangwe, shangwe, tumepata mkombozi wa maisha yetu, uzima wai wetu uko mikononi mwake, na ndio maana tuna furaha, furaha. Maana yeye tena tena nguvu na ngao, Baba yetu Imanueli, ndiye amani, yeye nguvu yetu ni Baba, ni Simba wa Yuda, tena Bwana wa vita, anasababisha huyu ndiye. Toka mawio ya jua hata machweo, jina la Bwana Mungu linasifiwa. Toka mawio ya jua hata machweo, jina la Bwana Mungu linasifiwa. Jina la Bwana, jina la Bwana. Bwana Mungu ndiye mwenye mamlaka, ni mtakatifu wetu, ni Mungu mwenye nguvu na uweza. Bwana ni mtenda mema, Bwana Mungu ndiye mwenye mamlaka, ni mtakatifu wetu, ni Mungu mwenye nguvu na uweza. Amezitandaza mbingu, dunia na misingi yake, ameziwekea nguzo, zisitikisike milele. Amezitandaza mbingu, dunia na misingi yake, ameziwekea nguzo, zisitikisike milele. Wewe ni mwema, mfalme amani, umestahili heshima. Unaweza ukampepea Kristo ukaombea, wewe unastahili. Kwa mara ya pili mwambie Bwana, utukufu wote ni wako, heshima zote ni zako.
Haleluya, 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 haleluya. Pepe Bwana, pepea Bwana. Sijaona mtu anemanisha. Sijaona. Kwa mara ya tatu. Wapi vigelegele na shangwe kwa Yesu? Haleluya! 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 Nani ambaye uko tayari kumsifu Bwana asubuhi ya leo? Mwambie jirani, emu sinisumbue, niache nimsifu Bwana. Amen. Ai! Wapi vigelegele? Hey! Come
kama sio wewe Bwana Mungu wetu? Hivi ni nani kama wewe? Unaweza ukaimba na mimi. Kama wewe Bwana, nani kama wewe? Paza sauti zaidi hapo, mwambie nani kama wewe, nani kama wewe, ni nani kama wewe? Ni nani kama wewe, kama wewe, ni nani kama wewe, Mungu wetu mwenye kutufuta machozi, ni nani kama wewe, kama wewe, kama wewe. Unaweza kufungua kinywa chako ukamwambia maneno mazuri. Ni nani kama wewe wa kuabudiwa? Ni nani kama wewe wa kupewa sifa? Ni nani kama wewe wa kuinuliwa? Wewe ni Mungu wa kuheshimiwa. Wewe ni Mungu wa kuabudiwa. Mungu wetu. Ni nani? Ni nani kama wewe? Kama unaweza ukafungua kinywa chako ukachilia maneno ya ibada mbele za Mungu. Mwambie Bwana, nani kama wewe kwenye kazi yangu? Mwambie Bwana, nani kama wewe kwenye masomo yangu? Mwambie Bwana, nani kama wewe kwenye familia yangu? Mwambie Bwana, nani kama wewe kwenye ujana wangu? Wewe ndiye mtoshelevu wa moyo. Hakuna aliye bora kuliko mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna aliye bora kuliko mwingine. Tumesoma kitabu hiki kama alivyosoma mtumishi wa Mungu. Yesu alifananisha ufalme wa mbinguni na mtu mmoja ambaye alikuwa na shamba la mizabibu. Alitoka alfajiri kwenda kutafuta watu wa kwenda kulima lile shamba, au niseme Kiswahili chepesi, kwa sababu lilikuwa shamba la mizabibu, kupalilia mizabibu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia inaeleza kwamba alienda alfajiri kutafuta wafanyakazi, akawapata. Alipowapata wakakaa kikao na kukubaliana ni wape shilingi ngapi shamba hili kutwa mpaka jioni, ni wape shilingi ngapi kila mtu. Wakasema shamba hili tukiliangalia tunaona tupatie dinari moja. Akasema basi sawa, nitawapatia. Wakaanza kazi asubuhi ile alfajiri, wakachangamka, kazi ikaendelea. Yule mwenye shamba, kwa sababu ameshaweka mikakati yake vizuri, akatoka kidogo kwenda atembee huko nje
kwenda sokoni huko kama saa 3 hivi. Akakuta wapo watu pale hawana kazi. Akawaambia, vipi ninyi hapa kama mpo tu hamna kazi? Sijui aliwakuta wanafanya nini. Kama sasa hivi ukienda pale sokoni utakuta wanafanya hivi. Wanapiga kamoja kanapiga kama 4 hivi. Sisi naelekea wapi? Alafu anapatikana mshindi hapo zile walizozitawanya pale. Mimi sijui, ila naonaga tu wananyosha na kupiga kamoja Akawakuta akasema, ninyi vipi? Mbona kama hamna kazi? Hebu twendeni. Nendeni kwenye, akawaambia nendeni kwenye shamba langu la mizabibu. Nendeni mkafanye kazi pale, mtapata haki yenu. Nitawapa haki yenu vizuri. Nafikiri huyo mtu alikuwa maarufu. Wakaondoka wakaenda shambani, wakaendelea na kulima shamba. Wameanza saa ngapi hao? Saa 3. Baadaye akaendelea kuzunguka. Akawakuta wengine tena saa ngapi? Saa 9, saa 6. Hawana kazi. Na wenyewe, vipi vijana, mbona kama mpo tu hamna kazi? Wakasema, hakuna sisi aliyetuajiri. Ajira siku hizi ni ngumu, hazipo. Nafikiri waliongea zaidi pale, kwa sababu walisema hakuna aliye waajiri. Walikuwa nasubiri ajira. Maana yake ni hii, tumesoma lakini ajira hazipo. Hatuna ajira sisi. Kwa hiyo natuambia tutapateje kazi wakati ajira hatuna? Ndio maana tunasuasua, tuko hapa, hamna aliyetuajiri. Akasema, nendeni kwenye shamba la mizabibu, shamba langu, kafanyeni kazi. Haleluya. Baadaye wale wameenda saa 9, nafikiri saa 9 mpaka saa 11 anakusanya watu. Nafikiri akaangalia shamba hili, hawa nilioweka toka asubuhi tangu wanalima hawa. Maana alikuwa anakusanya, wengine hawajawahi kulima. Anakuta wanavyolima yani hawamalizi leo. Akatafuta wengine ili shamba lake liishe. Akaongeza tena wengine jioni. Akawakuta na wenyewe wana kazi. Nyie vipi? Tuna kazi shambani. Kama hamna kazi, nendeni kwenye shamba langu la mizabibu mkarimu. Haleluya. Wakaenda wakaanza kulima na wenyewe. Anachotaka shamba lake liishe. Amen. Anataka shamba liishe. Huyu mtu ana malengo. Mvua imekuja, hawa lisipoisha hili, mazao yangu ya mzabibu yataharibika. Ni bora kupata kampani kubwa ili ilime shamba, alafu liishe shamba liwe vizuri. Si ndio wakulima? Ukichelewa, sasa hivi mvua zimeanza, wewe bado hulimi,
utachelewa. Wakati wa kulima ni wakati wa gharama. Shamba ukijipanga mwenyewe ulime, unaweza usimalize, unaweza kushindwa. Ili uwe mkulima mzuri, tafuta na watu wa kukusaidia, si ndio? Shamba litaisha vizuri. Lakini ukijifanya wewe ndio mmalizaji mwenyewe, utachelewa. Kwa hiyo tunapolima shamba, tunakula hela na wengi, tunashirikiana na wengi, ili na wao wapate ajira kwenye shamba lako. Hata kama mtu anajenga, si anajenga na wengi. Unajenga nyumba lakini ulijenga wewe, walijenga mafundi, ukawaajiri wakajenga. Haleluya. Kwa hiyo hata mama Ushindi una biashara pale, ile biashara unakula peke yako. Kuna vitu lazima utafute watu wa kukusaidia, wale hela na wenyewe kwenye shamba lako. Ndivyo maisha tunavyotegemeana hapa. Amen. Kwa hiyo alitafuta wakulima ambao watalima shamba. Uliokuta ambao hawana kazi wawe na kazi. Hata kama wewe ni msomi, leo niongee na wasomi kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umesoma, ajira haipo, chukua jembe, kalime. Utapata kipato kabla ya kazi kupata. Lakini ukisubiri kalamu, utasubiri sana mpaka wakati wa Bwana. Wakati unasubiri wakati wa Bwana, angalia vibarua viko wapi. Mnataka mtaki? Mbona hamjaitikia vizuri? Kwa hiyo tunasubiri mpaka kalamu. Ajira zipo. Siku moja nikawa nikaangalia wasomi waliopo Mbeya, vyuo vilivyopo Mbeya ni vingi. Wakati huo niko Iringa, nikaangalia vyuo vilivyopo Iringa ni vingi, wasomi ni. Sasa nikasema, hivi Tanzania nzima ina wasomi wangapi? Nikaangalia pale Mkwawa, walimu wengi, na sehemu zingine na zingine na zingine walimu ni wengi. Wote Tanzania inaweza katosha ajira? Hawawezi kuitika wasomi, kwa sababu lengo lao ni ajira. Lakini wapo wasomi ambao walipoona upande wa kulia umeenda vibaya, wakaenda kuangalia na upande mwingine. Walipoangalia upande wa kushoto umeenda vibaya, wakaangalia na upande mwingine. Kuna wiki nilifundisha hapa, nilisema hivi, kuna mtu mmoja amejenga shule, hajawahi kusoma kabisa. Ana shule ya kwake, ni mkurugenzi. Lakini ukisema namna ya kusajili, unasajili vipi? Hawezi. Anamwajiri msomi. Mnielewe vizuri, lakini si wasomi mnanielewa vizuri, lakini
Wasomi si wanaelewa? Akawa na shule yake. Kwa nini? Alianza chini, akatafuta pesa, akawa na uwezo mkubwa. Baadaye ule uwezo akajenga shule ya sekondari ya kwake. Baadaye wasomi ndio akawaajiri wamsaidie namna gani tunasajili, namna gani awepo mkuu, namna gani iwe na hivi. Yeye yuko pembeni anasikilizia. Mshahara yeye akulipe inavyotakiwa, mtakavyokubaliana. Kwa hiyo ni hivi kwamba kama bado hujafanikiwa ajira, fanya kazi yoyote upate pesa. Yawezekana utaanzia hapo maono mengine na Mungu akakufanikisha kutoka hapo. Kuna wakati sisi kama wanadamu macho yetu na future yetu inaangalia mambo mengine mbele yetu, lakini Mungu ana kusudi lingine na wewe ambalo anaweza kukuinua kuliko ulivyokuwa unategemea. Lakini ulianza chini. Wakati ambao huna kazi, unaweza kushirikiana hata na mafundi ujenzi. Sema amen. Kukaa tu na kuwa na fundi ujenzi anayejenga kupi afadhali? Hapa tuna mafundi ujenzi wengi. Labda nikuinulie wengine hapa. Mafundi naomba tuinuke. Fundi ujenzi au fundi yeyote, simameni pale mlipo. Mafundi simameni. Wachereani watakaeje nje? Jamani, ibada iko ndani, si ndio? Asiwepo mtu nje. Mafundi, hebu tupunge mkono namna hii. Mmewaona mafundi hao? Hao wanakamata tenda. Na uzuri wa hao, kwa sababu wewe ni mshirika huko pamoja nao, wanaweza wakakulipa vizuri, wanalipaga vizuri hao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale watu wakasema hatuna ajira, hatujaajiriwa, hakuna mtu aliyetupa ajira. Akasema kuna shamba la mizabibu, nendeni wapi? Shambani. Hapa wapo wenye mashamba wengi, wafuate hao. Kama naongea na watu hapa, huyu mama yuko Usangu, ana heka kule Usangu nyingi tu. Unaweza kutukataria tukija nani? Tukija kuungana na wewe tukapata chochote. Yaani hana shida. Unaweza ukamwambia mama, naomba wiki hii na mimi niende pamoja na wewe, nipate na mimi chochote. Utaenda, atakwambia la kufanya. Wakulima, hebu simameni mahali hapa. Leo tuna kazi. Wakulima, kumbe kanisa hili wasomi ndio wamejaa. Hivi unajua hawa wakulima sio wazurumaji. Ukienda wanakulipa vizuri. Ukaenda ukasema, bibi,
Wanasemaga vijana, wanasemaga bibi yetu wa kigeregere. Bibi shamba, siwezi kupata shamba nikakusaidia kulima. Akasema njoo bibi yangu, anazo hela. Sifanye mchezo, watu wana hela wewe. Watu wanazo. Kwa hiyo wanaweza wakakusaidia. Naomba ukae. Ingia kwenye kazi yoyote. Pale unapokuwa huna kazi, kazi inakuja kama una kazi. Lakini kama huna kazi, mimi wakati niko kazini nilikuwa nikitaka kuhama kazi nyingine, naomba nikiwa kazini. Kwa hiyo ukiwa kuna mahali unapopata ajira, unaomba kazi kwa raha zako, huombi kwa pressure. Lakini kama huna ajira, unaomba kwa pressure. Vipi ile barua yangu nilituma hapo mkuu? Kila wakati unapiga simu. Lakini ukishaenda ukapeleka barua zako na una sehemu ya kupatia pesa, unaenda kwa afya na kumtembelea kwa afya. Nimekuja mimi ndio unapiga nani kama ukuenda shamba jana. Piga vizuri. Wakati wa kuingia shambani hata sura inabadilika. Mwingine ukisema ni yeye yule, unaweza ukamsahau. Tope tupu mpaka usoni. Kesho yake akivaa vizuri, unasahau kwamba ndio yule tope zilimvamia mpaka usoni. Alivaa kaptura fulani ndefu huku fupi na nini, unamsahau kabisa. Yupo kazini. Haleluya. Ajira zipo. Ajira zipo. Amen. Ni wewe mwenyewe unavyojua, unavyochangamkia maisha. Yani huchagui kazi. Na watoto wa kike wa siku hizi wanaangalia mwenye hela. Bwana Yesu asifiwe. Wanaangalia hivi, wakisema mchango wa ujenzi unatoa, wanakuta unatoa. Mchango wa vyombo unatoa. Sijui kumsafirisha mchungaji unatoa. Anasema nikiolewa na yule, hawaangalii kwamba unafanya, wanaangalia hizi. Zipo. Unajua wakati fulani mtu anaona hofu hata kumwambia mimi nataka kukuoa, utaongelea nini wewe? Utaongelea nini? Kuja jichanganyeni vijana. Nalifundisha kanisa. Jichanganyeni, ingieni kwenye kona zote. Ingieni mtapata pesa, na kipindi hiki ndio cha hela kweli hiki hapa. Hiki cha hela kweli kweli hiki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini mtu atafute mtu nje wa kumsaidia wakati kanisani wapo? Akatafute ambao hawatoi zaka, hawatoi sadaka, wanaenda kunywea pombe. Ndio awatafute watu kama hao. Wakati humu ndani kuna watu mpo mnaotoa zaka, mnaotoa sadaka, mnaotoa michango, mko humu.
Ajira, nenda shamba, nenda kwenye mizabibu, kalime. Haleluya! Kanisa, tunaelewana vizuri? Vijana, mnanielewa vizuri? Wanaume wote mnanielewa vizuri? Ndio. Angalia fundi cherehani, binti yangu. Nani ni fundi? Nani anafanya hivi? Na kusonga ugali, jifunzage sasa hivi. Kweli kabisa. Ndugu yangu, karamu ipo, lakini haipiki ugali, haisongi ugali. Na mume anayetaka kumwoa mtu hataki aibu. Yaani kwamba ukiolewa ndio ukajifunze kusonga ugali kweli? Anza sasa hivi kusonga ugali. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi napenda sana mabinti, huwa wanakuja pale nyumbani, wanavamiaga kazi yoyote ile wanaifanya. Wakati fulani wanaingia jikoni, wanaingia kwenye kuni za moshi. Nafanya vizuri. Najua watoto wengine kwenu mmetoka kuni hamzijui. Lakini kuna kuni, ndugu zangu, zipo na zenyewe. Wanapikiaga ugali, mboga. Ule moshi wanafanya hivi. Anaendelea kupika. Sasa usipojua kama kuna kuni, kuna siku unaweza kuzikuta kuni. Namna ya kupikia kuni huwezi. Unasema moshi, macho yanakuwa mekundu. Haleluya kanisa. Na maanisha hivi, pita maisha yote. Kama unaona kwenu yani kuna wengine fahari tumezidiana. Kuna watoto wengine kwao wako juu kimaisha, wazazi wao hataki. Wewe ukija kama huku mwanafunzi, njoo hata pale nyumbani, nenda kwa mama Mwasemere, nenda kwa nani, mwambie kuni ziko wapi? Hizi wanazosemaga kuni, nataka kuingia jikoni. Watakuonyesha. Kwa nini hutaki kuishi kama vile wazazi wako walivyoishi? Yawezekana wewe ukawa na maisha yako mengine. Ajira zipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa na mabinti, vijana wangu, jichanganyeni, mjueni maisha yote. Ishini kwa maisha yote muyajue. Hata kama Mungu atakubariki. Napenda wakati anaapishwa waziri mkuu, aliongea yule baba. Alisema hivi, maisha yote mimi nayajua. Akaeleza maisha mengine ambayo mimi sijawahi kuishi. Hali ya chini nilionayo lakini sijawahi kuyaishi. Akasema mambo magumu aliyoyaishi, lakini sasa ni waziri mkuu. Na yani mpaka nikasema kweli huyu aliishi. Alipita. Nikasema huyu alipita. Maisha duni.
mpaka amefikia kuwa waziri mkuu. Sio mchezo. Huwezi kumdanganya kwa lolote, huwezi kumwambia chochote. Huyo mtu kama ataamua kufanya kazi inavyotakiwa, atawaonea huruma sana watu wa chini aliopo, kwa sababu anajua maisha yote, amepita kila maisha. Kwa hiyo hata kama mna maisha ya juu, rudi kidogo, wewe mwenyewe anza kupita na maisha fulani usiyoyajua magumu, ili baadaye ukija kuwa juu utayajua na maisha ya chini. Lakini waliopita maisha ya juu tu, ukimwambia nimeishiwa, hajui kama kuna kuishiwa, hajui kama kuna tabu, hajui kama kula ugali mlo mmoja usiku tu, kesho mchana haupo, chai haipo, hakuna nini, hajui. Lakini waliopita wanajua. Pita maisha yote, fanya kazi zote, Mungu atakuinua. Unyenyekevu kwanza, nyenyekea, fanya kazi. Amen. I say, nenda kafanye kazi. Ukiona una muda, tumia. Ukiwa darasani. Bwana Yesu asifiwe. Ishi maisha yote. Maana yake nasema hivi, wale walio juu wajaribu kutembea na kwenye maisha ya chini, ili waone Mungu atakapowapandisha watajua maisha yote. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ilivyofika jioni, wakati wa kugawa pesa, na gawa sasa, akaanza kugawa. Akamwambia, alimweka supervisor mmoja agawe au asimamie yale mashamba, na alimpa fungu la pesa kwamba utakuwa wakimaliza, ikifika jioni utawalipa pesa wafanyakazi wote. Ulipofika jioni, akaanza kutoa dinari. Wote aliwapa dinari moja. Wale walioanza asubuhi, nafikiri wakati wanakuja wale wa saa 3, wale walioanza asubuhi wakawa nasema, hao hawezi kufanana na sisi, wamekuja saa 3, wenzao tumekuja 12 tuko hapa shambani na mpaka jioni tunalima. Wakashangaa, wamekuja wengine saa 6. Hao ndio kabisa hela watakayopata sio dinari moja tena, labda nusu dinari. Akawaleta wengine saa 9. Wakasema hawa saa 9 ndio wengine wanapofunga kazi saa 11. Akawaleta. Alipowaleta, imefika jioni, akaanza kugawa hela. Kagawa pesa wote, akawapa sawa. Tunarudi kwenye somo letu vizuri. Hakuna aliye bora kuliko mwingine. Akagawa sawa. I say, walinyong'onyea wale wa asubuhi. Wewe fulani anawapa sawa na sisi, anawapa sawa na sisi. Angalia, dinari moja wote anawapa. Hata watu waliokuja sasa hivi kule na hii si haki. Haki hapa lazima haki tendeke. Haki fanya nini?
mbona unawapa, si tulikuja asubuhi na hawa nao unawapa sawa na sisi? Hii si haki bwana. Akasema hivi, jamani, ninyi si tulikubaliana asubuhi? Mlisemaje? Tulisema dinari moja. Nimewapa ngapi? Umetupa dinari moja. Sasa nimewadhurumu? Hapana, hujanidhurumu. Sasa mnaoneje wivu pesa zangu mimi ambazo natoa mimi mfukoni mwangu kumpa mtu, ndio mnaonea wivu? Ndipo ule mfano Yesu akasema wa kwanza atakuwa inawezekana ikawa hivyo. Lakini kulingana na somo letu tulio nalo, tamaliza, naomba nipe kama dakika 10 tu nimalize. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu ni bure na sio malipo kwa matendo ya mtu. Neema ya Mungu ni bure. Kwanza hakuna aliokoka kwa matendo yake hapa, wala ukufanya matendo mazuri mpaka ukaokoka, ukawepo mahali hapa na wewe ukawa miongoni mwa watu waliokoka. Ni neema ya Mungu tu. Hapa tulipo wapo ambao waliokoka kabla sijazaliwa mimi, tuko nao. Yaani wokovu ni raha. Hebu muangalie jirani yako, mwambie ni raha. Mwambie wokovu ni raha. Wengine waliokoka miaka ya 90. Ile ya 90 na mimi nimo. Bwana Yesu asifiwe. Wengine miaka ya 95, wengine 2000 wapo humu. Tumeenda wengine mwaka juzi, wengine mwaka jana, wengine inawezekana wapo na wengine leo wanataka kuokoka. Kama upo, ni neema yako leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yule aliyookoka wakati mimi sijazaliwa, tunapolipwa asije akaanza kumuuliza Mungu, mbona mimi niliokokaga zamani sana? Unampa na huyu ujira, tuko sawa. Tutalipwa sawa. Uzima wa milele ni wa wote. Kila aliyookoka kwa wakati wake, lakini ana Mungu ndani, anaishi na Mungu ndani, hajamwacha Mungu, anaishi naye, huyo ujira ni sawa. Tofauti ni taji tu, namna labda ulivyofanya kazi ya Mungu. Lakini uzima wa milele ni wote. Sema ni wote. Kama mtu ana Mungu ndani, ni bora. Mungu anamuona ni bora huyo mtu. Uzima na ujira wake wote tunapata sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini tulianza mapema sisi kuokoka? Tulisema kama Yesu atakuja mapema, hata tuchukua sisi tunaondoka. Yule ambaye bado atakutana na cha moto. Lakini Yesu akasubiri bwana. Akasubiri na mwingine aokoke, na Maiko aokoke, na Joseph aokoke, na Mwambatata naye aokoke, Mwafilombe aokoke. Mwingine nisiliseme huko, mwingine wapo ndugu. Majina bwana. Kuna majina watu nafikiri wanapotoa majina wanatulia. Lenyewe jina la kisafu ukilitaja hapa. Lakini wote waokoke.
Mungu alisubiri kitu hicho ili wewe uokoke, tukaripwe pamoja. Sema amen. Kwa hiyo kuokoka kwako Mungu anakuona ni bora. Hapa hakuna aliyemzidi mwenzake ubora. Mimi mchungaji sio mchungaji kama wewe haupo. Sema amen. Kama wewe haupo, nachunga nini? Ni bora nikalime mizabibu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sio bora kuliko wewe. Wewe ni bora kama Mungu anavyokujua ubora wako. Na mimi Mungu anavyonijua ubora wangu ni bora hivyo hivyo. Sote ni bora. Sema amen. Hapa hakuna mtu ambaye ni bora kuliko mwingine. Wazee wa kanisa, ninyi ni bora kuliko hao? Hakuna. Hakuna aliye bora. Wote tuna taji moja sawa mbele za Mungu, ya wokovu, ya uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu atatulipa wote sawa. Ndio maana hata kama una shida hapa duniani, acha ikupate, lakini upate uzima wa milele. Usiuchezee huo. Ulinde uzima wa milele. Linda maisha yako ya wokovu. Hakuna aliye bora kuliko mwingine. Hapa praise mnaimba. Wapo wengine wanaimba mpaka utafikiri malaika anashuka. Wanasema jamani, anaimba. Lakini utaimba peke yako bila wengine? Kwa hiyo wewe sio bora kuliko wengine. Sema amen. Vile vile kwenye kwaya, hakuna aliye bora kuliko wengine. Yaani kama wewe ni mwenyekiti, fanya kazi ya Mungu inavyotakiwa, lakini sio bora kuliko wengine. Mwalimu, fundisha, lakini sio bora kuliko wengine. Ndio maana kama mtu akiringa, Mungu ana uwezo wa kumuinua mtu mwingine akamtoa naye ringa. Kazi ya Mungu na watu wengi sana. Anasema anaweza kuinua hata mawe akamtukuza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila mmoja mahali alipokuweka Mungu, fanya kazi ya Mungu inavyotakiwa. Mungu anakuthamini hivyo ulivyo. Amen. Amen. Mimi nakumbuka ni hivi. Mama mchungaji, nakumbuka alikuwa mwalimu msaidizi toka hapa Salvation, Sayuni. Lakini alikuwa hatungi nyimbo. Mnanielewa vizuri? Alikuwa hatungi nyimbo. Sasa bwana, tumehamia Iringa, akapewa kwaya moja inaitwa kwaya ya Penueli. Yeye ndiye mwalimu. Alitunga nyimbo. Alitunga nyimbo. Nyimbo zilikuwa zinakuja tu, nyimbo nyingi alitunga yeye nzuri. Lakini alikuwa hatungi. Kumbuka, mwingine hawezi kutunga nyimbo kwa sababu wewe upo. Sijui kama amuelewi. Mungu anainua mtu atakaye simama kwa ajili ya kuongoza wengine. Ukiringa wewe, atainua mtu ambaye ukutegemea. Utashangaa anavyotunga, anavyoimba, utashangaa.
utashangaa kabisa kwamba huyu ni Dennis kweli. Ndio anatunga nyimbo za jinsi hii. Mungu anamweka mtu, akiringa yule anainua mwingine. Yule atafanya. Hakuna kazi ya Mungu itakayokufa. Haitakufa kazi ya Mungu. Haitakufa kazi ya Mungu. Taendelea tu. Hakuna aliye bora kuliko mwingine. Hakuna. Wote tunafanya kazi ya Mungu. Tufanye kazi ya Mungu kwa unyenyekevu, tukijua Mungu anavyo vyombo vingi vya kufanya navyo kazi. Watu wa kuwatumia amewatuliza kwa sababu kuna mtu amemuinua. Akimuinua huyo afanye kazi ya Mungu inavyotakiwa. Akiringa Mungu atainua mwingine. Hapungukiwi watu. Ana vitu vingi vya kufanya. Mungu ana sifa kubwa sana. Hakuna aliye bora kuliko mwingine. Simama. Naona nachukua muda hapa.